Group O, sikiliza kwa makini hii video. Nimekuja kujibu maswali yenu baada ya kuniuliza kwanza ni madhara gani ambayo tutayapata endapo tutaendelea kula chakula cha ngano nyeupe, tutakula wali mweupe, tutakula sembe nyeupe, tutakunywa soda, tutakula matunda yaliyogwaduka, tutakula maharage, tutapata madhara gani? Nimeona nije kujibu maswali haya kama ifuatavyo. Na kama utaendelea kula hivi vyakula, basi hapo baadaye yakikukuta haya ujue kabisa kwamba chanzo ni wewe mwenyewe. Tukiendelea hapo, kwa mfano maharage yanaweza kusababisha mmeng'enyo wa chakula kuharibika kwa sababu yana lectins nyingi. Lectins hiyo inaweza kusababisha mmeng'enyo wako wa chakula ukawa vibaya, kwa sababu huwa yana kawaida ya kwenda kuvunja misuli katika utumbo mwembamba, na ndio maana unaweza kupata changamoto hiyo. Lakini changamoto ya pili, maharage yanasababisha kusikia uchovu sana na kuweza kuongeza uzito, kwa sababu wewe ambao unatumia maharage sana na group O la damu, maharage yale hayawezi kutumia calories zaidi. Kinyume chake ni kwamba ile calories inaenda kutengeneza uzito zaidi kwenye mwili wako, kwa sababu tayari maharage hayawezi kutumia ile calories ambayo imeingia kama wewe ni group O la damu. Nikija kwenye wali mweupe una glycemic index ya kutosha kiasi kwamba inaweza ikasababisha ukapata sukari nyingi mwilini, na ndio maana ukiwa umepata changamoto ya kisukari, mara nyingi unaambiwa kwamba usitumie wali mweupe. Kwa sababu gani? Unaongeza kiwango kikubwa cha sukari ndani ya mwili wako. Lakini wali huo pia, kwa sababu ukishindwa kuchakatwa vizuri, unaweza pia kuongeza uzito kupindukia kiasi kwamba utakuwa badala ya kuchoma mafuta wali, kwa sababu hauna nyuzi, unaenda kuongeza mafuta mwilini tena. Kwa hiyo uchomaji wa mafuta unakuwa ni mdogo zaidi kuliko wingi wa mafuta yanayorundikana kwenye tumbo. Na ndio maana watu wengi ambao wanakula wali waangalie sana vitambi pamoja na nyama uzembe, ni vitu ambavyo haviepuki kwenye maisha yao. Tukija kwenye changamoto ya sembe, sembe kwa sababu haina nyuzi kabisa. Sembe sio chakula mwanaume au chakula mwanamke yote ambaye anataka kupungua vizuri na una group lako O la damu. Kwa sababu ya kukosa nyuzi, basi sembe tunasema ni kivimbisha tumbo, sio chakula. Na ndio maana tunasema hivi, ugali ni chakula cha mwanaume, lakini ukweli ni kwamba sio kwamba ugali ni chakula cha mwanaume. Ugali gani ambao ndio chakula cha mwanaume? Kwa sababu ukiendelea kumpa mwanaume wako sembe, maana yake unataka tu wanavimba tumbo. Ndio maana tuna wanaume ambao wana vitambi. Kwa hiyo pia unakujua kwamba sembe sio chakula kizuri kwa mwanaume. Lakini pia sembe hiyo inaweza kusababisha kwamba mtu huyu anakuwa na nguvu nyingi, lakini ambazo hazina kazi, kwa sababu sembe itaongeza tu nguvu, lakini hiyo nguvu yake haina chochote kwenye mwili wako. Na ndio maana watu wengi wanapendaga kula wanga ili wapate nini? Wapate nguvu. Lakini ukweli kwamba kuna vyakula vingi ambavyo vinaweza kukupa nguvu zaidi ya sembe, kwa sababu unaendelea kula sembe unajimaliza. Nikija kwenye swala la soda, soda zozote ambazo zina gesi, maana yake zinaongeza asidi nyingi mwilini. Na ndio maana ukija kwenye mpango mzima wa soda, unagundua kwamba soda zina asili ya kumpa mtu kiungulia, hasa group O. Unaweza kaika na hisi kiungulia, lakini hapo soda ina sukari nyingi, hivyo haichomi mafuta wala chakati mafuta zaidi, inahifadhi mafuta tena kwenye mwili. Kwa soda pia sio kitu cha mtu wa group O kuweza kutumia. Lakini nikija kwenye matunda ya ugwadu, matunda machachu kama vile ndimu, nanasi, pamoja na chungwa, ni matunda ambayo yanaongeza pia tena asidi mwilini, ambayo yanaweza pia kukusababishia kupata changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo group O, mnisikilize tena, msiwe mnapenda kuzuia kwamba mimi nitakula tu. Kula, lakini ukiwa unajua kwamba madhara yake ni haya. Kama ungependa mwendelezo zaidi kuhusu mpangilio wa chakula, usiache kufollow account yangu, usiache kushare hii video kwa watu wengi wajifunze zaidi, lakini pia usiache kuja kwenye group langu la WhatsApp ili kuendelea kupata mwongozo wa chakula zaidi.